Maelekezo ninayotoa ni maelekezo rahisi kabisa ya kumsaidia hata mtoto wako au ya kujisaidia wewe mwenyewe hata kabla hujajifunza hayo maswali. Kuna mzazi ameni DM akaniambia kwamba mwalimu, maswali ya namna hii aga yananishinda. Sasa hiki kitu ni chepesi na nitakuelekeza kwa njia nyepesi kabisa. Ninapozungumzia matendo mfuatano na maanisha haya hapa. Haya ndo matendo mfuatano. Sasa utajuaje kama ni matendo mfuatano? Matendo mfuatano ni yale matendo ambayo yako mawili kwenye namba hii moja. Ukichukua swali kama hili, matendo mfuatano ni haya: consecutive integers. Matendo mfuatano haya ambapo kuna chanya na hasi. Hasa tendo mfuatano au matendo mfuatano ni yale matendo ambayo yako pamoja kwenye namba moja. Huyu hasi 3, huyu ni hasi 4, huyu ni chanya 5, lakini hii chanya hapa katikati haina namba. Hii integer sign haina namba yoyote pale katikati. Hii kitu ndo tunakiita matendo mfuatano. Unaweza kuandika namba nyingi lakini kusiwe na matendo mfuatano. Mfano, hili swali. Hapa hakuna tendo mfuatano kwa sababu 5 ni hasi, 4 ni chanya, 6 ni chanya, 8 ni hasi. Haya, sasa hapa nafikiri umeshaona matendo mfuatano. Sasa matendo haya watu waga wanachanganya. Anapokuwa anajibu maswali ya namna hii, watu waga wanachanganya. Mwingine anajibu kama, kumbuka nilisema chanya ni faida, hasi ni deni. Kumbuka ile ile. Chanya faida, hasi ni deni. Mwingine anasema hivi, chanya faida, nina vitu vitatu vya kwangu faida, nikaongeza faida ya vitu vitano. Na wengine hapo hapo wanajiuliza kwamba nina vitu vitatu mfukoni, ninadaiwa vitu vitano. Kwa watu wawili wanapata majibu tofauti. Ili uweze kupata haya maswali, lazima uhakikishe kwamba matendo yaliyoko mawili uhakikishe linabaki tendo hili moja kwa kuyazidisha. Kanuni yetu inasema unapochukua chanya mara chanya, jibu aga ni chanya. Unapochukua hasi mara hasi, jibu aga ni chanya. Na unapochukua chanya mara hasi au hasi mara chanya, jibu aga ni hasi. Yaani nataka nikizungumzie ni kwamba unapozidisha matendo yanayofanana, matendo yanafanana, iwe ni hasi kwa hasi au chanya kwa chanya, matokeo yake aga ni chanya. Tukirudi hapa sasa kwenye huu mfano, ili nikabadili matendo libaki moja, nachukua hasi mara chanya. Na nimesema nikiwa nazidisha matendo tofauti, jibu aga ni hasi. Kwa hapa swali litakuwa ni chanya 3, chanya hasi mara chanya ni hasi 5. Hasi nimeitoa wapi? Nimezidisha hasi mara chanya, ambapo hasi mara chanya au chanya mara hasi yakitofautiana, jibu inakuwa hasi. Hasa hapo ndo unaweza kujiuliza, nina vitu vitatu chanya, nadaiwa vitu vitano. Maana yake nikichukua hivi vitatu nilivyo navyo nikalipa, takuwa sijamaliza deni, ila nitabaki nadaiwa vitu viwili. Jibu itakuwa ni hasi 2, kwa maana kwamba nadaiwa vitu viwili. Tuko pamoja? Hii kanuni ni rahisi kabisa kushika kwa sababu ni matendo yanayofanana, jibu ni chanya, yanatofautiana, jibu ni hasi. Nenda nao kichwani. Badili likawe moja kwa kuyazidisha. Hasi mara hasi yanafanana, jibu ni nini? Hiyo ndio jibu. Chanya. Afu andika 4. Baada hapo anza kujiuliza. Kumbuka nilisema ukiona maswali ukiwa na jibu, hatuna kanuni ila tunatumia vitu halisi kwenye maisha yetu ya kila siku. Kama faida na hasara. Unadaiwa vitu vitatu mfukoni na vinne. Unadaiwa vitu vitatu mfukoni na vinne. Utachukua vinne vyako mfukoni, utalipa ile deni la 3 na utabaki na kitu kimoja. Sasa kama utabaki na kitu kimoja, weka chanya moja kuonyesha kwamba bado una kitu cha faida kimoja. Toka hapo. Unapozidisha matendo mawili yanayofanana, jibu ni nini? Ayazidisha, weka mtaji wako hapa, kisha comment jibu hapo itakuwa ni lipi. Tumia hizi mbinu kumfundisha mtoto wako. Lakini pia kama kuna sehemu hujaelewa, unaweza comment ukani DM.